Atokelea. Saidi kitu umechelewa. Matumizi mabaya kabisa ya nazi. Nazi wengine wanazitafuta kwa shida kweli. Maana hapa kwa jinsi anavyoonekana naweza akaning'inia hata juu ya feni. Unajua kabisa mapenzi yanavyoumiza watu, wanavyowatesa watu, wanavyoumia. Mganga, nimerudi tena. Lakini mama, ulivyokuwa ukiniambia amekuwa vice versa, tofauti na jinsi tulivyokubaliana. Mganga, uliniambia mimi niende nikavunje nazi njia panda. Kila sharti lako nililifuatisha. Lakini cha ajabu kidogo nife mbele ya umati wa watu. Mganga, kijana, umekosea kama nilivyokuambia. Swala lako sio kubwa, swala lako ni dogo. Atokelea. Saidi kitu umechelewa. Watu wakubwa wamekuja hapa, sije kushindwa na jambo lolote. Mganga, umekosea masharti. Mwanamke ambaye niko naye tayari ameshakuwa chizi. Masharti nakwambia umeyakosea. Nakuomba uende. Hapa sio msikitini wala kanisani. Mganga, uliniambia kila kitu nikafanya. Ilikuwa bado kidogo niweze kufa. Umeniambia nende nikavunje nazi njia panda. Watu wamenizonga kelele. Tuwa na nguo ya ndani tu nimeharibu utu wangu. Unaweza ukaenda. Sawa. Nashukuru. Ni jambo nitamwachia Mungu na binadamu. Hata ukiongea Saidi kitu. Sasa Kizamba, hivi kwa nini usiniweke wazi? Hivi unajua kwamba tulipokuwa tunazunguka kushoto, kulia, nilikuwa sijajua adui yangu ni nani. Ila hauwezi kuamini kwamba William ndio ametoka na Faima. Umaskini wangu ni kama nimeenda kumuuza mwanamke ambaye anaishi naye mimi. Hii sio mara ya kwanza kumtaja sana William. Sikuwa nafahamu kabisa kama anaweza kuwa ni huyu William. Lakini huyu jamaa inawezekana hii ndio tabia yake. Anatumia sana pesa yake vibaya kwa mambo ya kipumbavu. Kizamba, hii ndio dunia. Dunia ina mambo mengi sana. Na hii inakuonyesha jinsi gani unatakiwa uhimili matatizo. Dunia ina matukio mengi sana. Wewe la kwako usijione kwamba ni kubwa.
Labda watu wajawahi kukutana na vitu kama hapana. Unajua jana juzi napita mtaani wananinyoshea vidole. Nasikia ndo rafiki yake yule. Sijui unavunja nazi mabarabarani. Unajua hii ni matumizi mabaya ya nazi rafiki yangu. Matumizi mabaya kabisa ya nazi. Nazi wengine wanazitafuta kwa shida kweli. Kuna muda nilikaa nikafikiria kwamba niende nikamloge, vinyange, lakini njozi na ndoto zangu zimekata. Nishavunja vyungu njia panda, nishakwenda kuroga, lakini sijafanikiwa. Unafikiri upambane na matatizo wewe yakabili, wewe ni mwanaume. Unafikiri kama limekushinda ni mangapi ambayo utakutana na umri wako ukiwa bado mdogo kiasi hicho? Lakini si unakumbuka na juzi pia nilikuletea taarifa kwamba Faima ana mimba? Naam. Nimejaribu kufanya uchunguzi wangu na kupiga hesabu, nimegundua mimba ni kwao. Safi kabisa. Hilo ni jambo la kujivunia. Unajua ni jinsi gani sasa unaenda kuwa baba. Na itoshe nadhani huyo ndo mtoto wako wa kwanza. Sasa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini sijajua kwa William kama atakubali ama atasema ni ya kwake. Unajua hawa wanawake. Sasa huyu jamaa, hizi ni tabia zake za mara kwa mara. Kwa kitu ambacho naweza kufikiria kwa haraka, hebu acha tuzungumze naye. Mimi nitazungumza naye. Sawa. Hapana, mimi ni mwanaume, nitazungumza naye. Tutazungumza mambo mengine. William, wewe ni kama kakao. Na nimekuita hapa kwa heshima. Kuna kitu nataka tuzungumze. Katika dunia umeona vitu vingi sana. Umeona jinsi gani watu wanateseka, umeona mazuri, umeona mabaya. Changu William, mimi najua kabisa matokeo ya kuumizwa kwa mapenzi. Jinsi gani mtu unajua jinsi gani maumivu mapenzi yanapotesa watu. Kwa hiyo unaumizwa kwa mapenzi wewe? Sina maana hiyo. Kuna watu wafika wakati wanachora hata tatu kwenye miili yao. Ni kwa sababu tatu zimeshaingia kwenye damu, zinashindwa kufutika. Wanahangaika, wanateseka na mapenzi. Kuna watu wanafanya majukumu makubwa kabisa, wanafanya vitu vizito kwa sababu ya mapenzi. Hebu kama unazunguka, hebu nenda kwenye point sasa. Nini? Labda nikuulize, kwa nini umeamua kumuuliza mwenzako Kizamba kwa kumchukulia mke wake? Kizamba kwanza nani? Naomba msaada, acha nimsaidie. Maskini yule hana kazi, hata mpeleka kwa mwanamke kama yule. Kuna watu wengine mtu napata tu kama bahati labda ya kumgusa, lakini ana wenyewe. Watu kama mimi. Kwa hiyo unajua kabisa mapenzi yanavyoumiza watu, wanavyowatesa watu, wanavyoumia. Kaka, wewe shambo jielewi, pesa ndio kila kitu. Wewe mwenyewe huna pesa, ndio maana unakuja. Kwanza nikuulize, wewe ni mjumbe, kaka mtu, shemeji mtu au na? Sasa wewe ni matusi. Mimi siwezi kuwa wifi, mimi ni mwanaume. Kitu ambacho nataka nikuulize kwamba wewe unatumia juhudi ya pesa kwa ajili ya kuumiza wenzako. Siku zote wewe unakupa heshima kubwa sana, lakini katika hili nakushusha kabisa. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Heshima unanipa, ongeza hata mara 3. Kwa sasa hivi ongeza hata mara 3. Sina shida, ukitaka kusaidiwa na nitakusaidia. Wewe ni mtu mzima na yule ni kijana mdogo anahangaika na maisha kila wakati. Nisikilize. Sitaishia tu hapa. Hata wewe nitakuchukua pia, maana pesa nazo.
Huyu binti mnayemuona si akili zake.